Mtakatifu amejaa lakini hana upako au sina upako. Let me ask you. Hivi ukichukua nguo ukaimwagia mafuta ya taa au petroli ukaiwasha na kiberiti ile nguo, nini kinatokea? Nini kitafanyika pale? Ile nguo itafanyaje? Itafanyaje? Sio tu kuwaka, itateketea. Si ndio? Itateketea. Ndivyo ilivyo mtu mwenye Roho Mtakatifu. Mtu mwenye Roho Mtakatifu na nguvu zake na moto wake anakuathiri mpaka tabia yako ya ndani. Yaani anakugeuza kuanzia ndani mpaka nje. Biblia inasema hivi, wakamwendea Petro wakamwambia, na wewe ulikuwa ni miongoni mwa wanafunzi wa Yesu? Akasema, hapana, simjui mtu huyu. Lakini anakana bila kujua kwamba ameshaathiriwa na Roho wa Kristo, kiasi kwamba hata kutembea kwake, akitembea watu hawamuoni Petro, wanamuona Kristo. Anasema, mimi simjui huyo mtu. Mwingine akasemaje? Mbona hata kutembea kwako kunaonesha ni mwanafunzi wa Kristo. So sometimes ukikaa vizuri na Roho Mtakatifu, anaathiri hata mienendo yako. Naongea na watu. Kuathiri manake kukubadilisha, kukuambukiza, kukugeuza. Kwa hiyo unapokaa na Roho Mtakatifu, anaanza kukubadilisha kuanzia ndani. Anabadilisha mpaka mtazamo wako. Sijui kama unanielewa. Unanielewa Kwa sababu ya Roho Mtakatifu ninaendelea kuwa mtumishi wa kweli mpaka kesho. Siku ambayo Roho Mtakatifu ataondoka ndio siku ambayo nakuwa tapeli kama kiboko ya wachawi. Naanza kuwaibia watu. Na wengine wameibiwa, walikuwa wanaenda kule wapi? Buza. Buza. Wameibiwa. Jamaa hahitaji Roho Mtakatifu, anahitaji ujanja tunajua. Kwanza mtumishi anaanza amepaka bleach hapa, ndevu ya hapa, kapaka bleach. Alafu kuna watu wana akili timamu wanaenda haleluya. Hebu ukute mimi leo nakuja nimepaka bleach huku na huku. Nasikia baba. Baba amekuwa mkongo. Kwa hiyo kwa sababu ya Roho Mtakatifu ananibadilisha, anaendelea kunitengeneza. Yaani unaona ninaendelea kutengenezwa kila siku. Ndio maana hata mwanangu, yani usitegemee tu naweza kazi mwenyewe. Nisikilize, kuna wengi walikuwa na kazi kama wewe, leo hawana kazi. Mungu anapokupa neema ya kuwa kazini, ujue Mungu amekuamini katika jambo fulani. Usimdisappoint Mungu akakosa uaminifu juu yako. Endelea kumwambia Mungu, hii kazi nimeipata, najua ni wewe ndio ulionipeleka hapa. Ninakushukuru kwa sababu ya kazi, lakini naomba endelea kuniongoza niwe mtu mwema kwa wengine. Sio, unaelewa? Ukipata kazi unaweza kuwanyanyasa ambao hawana kazi. Nakwambia maisha haya bila kazi, umesahau na ulikuwa una kazi. Biblia inasema anayevaa nguo asimdharau anayevua, kwa sababu na yeye alishavaa. Huyo ni Paulo anawaambia yule anayevaa nguo asimdharau anayetembea uchi, kwa sababu na yeye zamu yake itafika, atakuwa hana nguo, na aliye uchi leo atakuwa na nguo. Yesu akaongea kwa lugha nyingine akasema, heri wanaocheka sasa, kwa maana baadaye watalia. Kwa ni bora unayecheka sasa waambukize wengine kicheko chako ili ufurahi pamoja nao. Anasema furahini na wanao furahi.